samehe 7 mara 70. Na mtu akifanya kosa sio kosa. Nakupenda sana wewe. Na sitamani kabisa kuwa mbali na wewe. Niache kwanza, kichwa changu hakiko sawa. Yaani hakiko sawa kabisa. Niache kwanza nipumzike mamangu. Sasa ningekuwa sijachukua mpenzi wangu, si ningekwambia. Nimeshachukua. Haya sio maisha. Na hapa tulipo ni afadhali kuliko tunapoelekea. Mimi hapo sinaona hivi na machungu yangu, shoga yangu katembea na mume wangu. Pamoja mimi ni mama mwenye nyumba yako, lakini nione tu sawa na mamako mzazi. Wewe nyinyi watoto nyinyi. Wewe Kidoti wewe wacha mwezio. Nyinyi watoto. Nyinyi mna nini nyinyi? Yaani nakwambia wewe nadai Wewe hebu ngoja subiri. Hebu tulieni kwanza. Nimeshikwa. Mama naomba niache. Yaani unabaki hapa mama amenishika. Yaani leo nikafanya kitu kibaya wewe. Yaani ukiona, yaani unabaki. Yaani nakwambia hapa nisingashikwa. Nakwambia yeye nataka nitakapokuona popote ama zangu ama zako. Nakwambia na mwenyewe atakuwa mazangu subutu ni popote kuna hiki zako njoo. Na unabaki mama kanishika. Mama tunatia. Tunatia mpaka mimi. Mama unashika kwa ndani. Ingia ndani. Kwanza nagomba nini watoto? Kwanza watoto wanapigania nini? Kila mtu anagombana kitu gani nyinyi? Bana mtafute hela, mtukopoe sisi wazazi nyinyi mnapigana tu asubuhi sisi. Watu bado wamelala au mnaanza kupiga makelele. Kidoti? Mbona nipita hivyo kama upepo? Haya, nini huko kilichotokea? Make naona wangu. Kimekupata jambo gani huko? Mama, naomba tu uniache mamangu. Siko sawa kabisa, yani siko sawa kabisa. Niache nilale, baadaye nikiamka nitakuhadisia mamangu. Hapana Kidoti. Pamoja mimi ni mama mwenye nyumba yako, lakini nione tu sawa na mamako mzazi. Kinachokupata naomba tu nisimlie. Jambo gani huko? Umepatwa na nini mwanangu? Hebu funguka nieleze. Mama, naomba uniache kwanza kwa sasa hivi. Niache kwanza, kichwa changu hakiko sawa, yani hakiko sawa kabisa. Niache kwanza nipumzike mamangu, nitakuhadisia. Unifanyie babako jamani. Nataka nife, nifie kifuani. Mwili wenyewe huwa hapa kilo 2 afu jamani. Lakini simuenjoy. Mama leo sasa nakuuliza. Tari. Utakuja kuniwa babako. Unajua. Unanipa burudani za kutosha. Yaani kuna vitu jua navipata kwako. Kwa bibi mkubwa wako sijavipata kabisa. Yaani kwa mke wangu mama yako mimi sivipati kabisa. Unanipa vitu ambavyo jamani. Umeenjoy sana. Ni kama unyago kweli umefanya kazi. Unajua. Hapa kwa kitu moja hatari.
Unajua vitu kama hivi unakuwa unanipa mimi kwa nadra sana. Anakuwa anapata kiu. Usiona kama hivi. Utakuja kufia mimi kifuani siku moja. Inabidi hivi vitu nivizoee. Sio unanibania mara leo unanipa, kesho unipi, leo unanipa, kesho unipi. Sio vizuri. Bwana. Unajua muda wenyewe pengine bimkubwa yupo anaogopa. Mashallah, jamani, alhamdulillah rabbil alamin. Mungu anipe nini mimi, anipe na ndugu niuguze. Haleluya. Sikiliza. Mimi sasa hivi nitaanza kuanza hela. Kama unaona shida hapa nyumbani kunipea hapa nyumbani, saa nyingine tunaenda guest. Umeona bwana, ili mali tu mimi nipate burudani. Sure. Sawa wangu. Nakupenda sana. Unajua mama. Shoga yangu unatoka wapi na unaelekea wapi? Nimetoka kwenye mihangaiko yangu naelekea nyumbani nikapumzike maana nimechoka acha. Niambie. Jua juzi umenichanganya nyie. Kilichokufanya ukapigana na Natalia kitu gani? Yaani shoga yangu huwezi amini. Mimi na Natalia tulikuwa marafiki vile. Lakini nikwambia alichonifanyia. Kufanyaje? Natalia kutembea na mume wangu. Toba. Natalia huyu shoga. Natalia huyu shoga yangu anatembea na mume wangu. Kweli. Sasa cha kwanza pole shoga yangu. Kwani hujui tabia ya shoga yako? Kwani shoga yangu ningekuwa najua tabia zake nafikiri ningetaka hata ushoga naye. Sijui hata tabia yake hata moja. Kwanza mimi mwenyewe nimeshangaa. Kweli siamini. Mimi hapo sinaona hivi na machungu yangu shoga yangu katembea na mume wangu. Usinione hivi. Wewe. 9, 10, 20. Hadi baba yake. Wewe Tina kweli? Hadi baba yake. Sasa cha ajabu hata ukimwambia mama yake amini, anamwamini mtu wake kuliko kitu chochote katika dunia. Na hawezi kumwamini kwa sababu yeye angalia pale anavokaa na mama yake na huku akitoka nje tofauti, yani ni vitu vile tofauti. Natalia jamani. Shoga yangu usijali. Mimi jinsi ambavyo na hasira naye. Nina machungu yako hapa. Muda wote naweza nikaya. Wewe shoga yangu hauna machungu. Mimi kashanifika hapa kwa na ulimi. Muda wote namtema. Wewe niambie tu ili mali tumkomeshe hii tabia yake. Tunamfanyaje? Wewe usijali. Mimi nina mchongo wangu nimeuandaa kabambe. Basi shoga yangu mimi nakuachia kila kitu. Ili tumkomeshe. Si anajikuta yeye machino. Mimi tushongana tutamkomesha. Yeye sijitia mtu wa mjini. Sasa sio watu wa mjini kabla yake. Basi haina shida shoga. Yaani Jeje naomba usinifiche kitu. Kila kitu nakijua, naomba unyoke, uniambie kila kitu wewe na Natalia. Unajua unanihisi tu tofauti. Alafu hebu angalia. Mimi kwa Natalia nifuate nini? Kwa uzuri ulionao, Natalia anakufikia wapi? Wewe unajua kabisa mimi hapa mtaa mzima hii sehemu yote wananisifia mimi kuwa na mpenzi mzuri. Sasa mimi naenda kwa Natalia kufuata nini mimi? Nakupenda sana wewe. Na sitamani kabisa kuwa mbali na wewe. Hivi Jeje unajua ni muongo. Mtaa mzima huu unajulikana wewe unatembea na Natalia. Afu leo unanidanganya kweli? Hebu usisikilize maneno ya watu. Maneno ya watu ndio yanachangia sana kubomoa mahusiano. Alafu hebu angalia mimi nakupenda vipi. Na najua kabisa unanipenda ila tu haya maneno yanakufanya wewe uwe tafakari. Unajua siko tayari kabisa kuacha tabasamu lako liende mbali. Nakupenda mimi. Alafu wewe bwana Jeje wewe. Kwanza mwanamke nyewe mbaya. Mimi na yule mimi si mzuri jamani. Mwanamke malaya mtaa mzima anasifika yeye alafu unanani bwana. Mimi nakupenda mpenzi wangu. Unajua raha ya mapenzi ni matani. Kwa hiyo sometimes ninavyokuficha ni kama nakutania. Nisamee tu, najua nimekosea. Ila nisamee, mimi siwezi kutoka na yule mtu. Maneno ya watu yasikufanye wewe uharibu ndoa yako au uharibu mapenzi yako. Najua unanipenda na mimi pia nakupenda. Kwa nini utake kuachana na mimi? Ona, nitalimisi sana tabasamu lako. Nakupenda pia mpenzi wangu. Okay. Alafu unajua sasa hivi tumeshaanza kufanana. Mimi sikudeka.
Nakwambiaga kila siku Natalia sio mwanamke wa kuwa naye, lakini uniamini. Sasa subiri nikuonyeshe uchafu wake. Chika. Umeona hizo picha za malaya wako? Unaweza kuniambia umezitoa wapi hizo picha? Biashara kuniuliza sijui nimezitoa wapi, wewe hilo halikuhusu. Nimekupa uangalie uchafu anaofanya huyo Natalia wako. Na kwa taarifa yako, hizo picha lazima mamake zimfikie. Na lazima itabia niikomeshe. Lakini haya mambo yanazungumzika. Na pia unaweza ukakaa naye chini, ukaongea naye vizuri akakuelewa. Usifanye hivyo, itakuwa mambo makubwa zaidi basi. Nimeshakwambia hizo picha lazima mamake azione kwa taarifa yangu. Unaweza kabisa kukaa naye chini, ukaongea naye, yakamalizika na yakakuelewa vizuri zaidi. Tofauti na unavyotaka kufanya hivyo. Hivi unaweza kunidanganya na stori zako hapa? Au unajua unaweza kunilagai tena? Nimekwambia hizo picha lazima mamake azione. Labda mimi sio kidoti. Natalia mpenzi wangu. Natalia mpenzi wangu. Natalia mpenzi wangu. Nimekuita mara 3. Hivi ni unakosa kitu gani kwangu? Ama unakosa nini yani mpaka unashindwa kuniambia unafanya hichi ulichokifanya? Yani kiukweli umejidhalilisha. Na nikwambia umeuvua wanamke wako. Hivi wewe kutoka na baba yako, sawa eti ndio baba yako wa kambo, ndio baba yako, unatoka naye kweli? Hivi mimi kweli naweza kutoka na baba yangu Jaja? Kweli sasa Jaja unaamua kunikosea. Matusi yote ukaamua usione unitukane, ukaamua unitukane hivyo. Mimi naweza kweli kutembea na baba yangu wa kambo kweli? Jaja unanikosea. Mimi siwezi. Basi okay. Shusha panic mpenzi wangu. Basi usiwe mkali basi mpenzi wangu. Nisikilize. Mimi sijakuita hapa na sijataka tuje hii sehemu nzuri kwa ajili ya kuongea tu. Sijataka tuanze kulumbana. Mimi lengo langu mambo yote yaishe. Tupate suluhu mpenzi wangu. Nisikilize. Haya yote kaniambia kidoti. Na tena kibaya zaidi kanionyesha hadi picha ambazo umepiga wewe na yule baba. Picha? Na mimi mwenyewe hizo picha mimi ninazo. Sasa unataka kukana nini sasa? Sasa Jaja. Samahani mpenzi wangu. Unajua nimepitiwa tu kidogo. Okay. Sasa naomba unisaidie tunafanyaje? Nisikize kwa makini. Kwa sasa ili kuyafanya ya mambo yasiwe mengi, naomba mpenzi wangu ukamuombe msamaha. Yaani mimi nikamwombe kidoti msamaha? Hivi na huo ugomvi unaotokea kila siku tunagombana, kesho tunagombana. Leo hii mimi nikamfuata nikamwambia kidoti kweli? Siwezi mpenzi wangu. Yaani kwa hilo ondoa. Siwezi kumfuata kidoti eti nikamwombe msamaha. Yaani mimi nijishushe nikamwombe kidoti msamaha? Nisikilize mpenzi wangu. Yaani sio kwamba nakwambia hivi kwamba nataka ya mambo ya makubwa, hapana. Unajua ni bora ukamwombe msamaha ya mambo yaishi. Alafu nisikilize mama. Unajua unanipenda, si ndio? Na hata siku moja uliapa kwamba hautopenda kuona mimi nikosa furaha. Basi naomba kamwombe msamaha kidoti. Sawa. Nitaenda. Nyinyi haya maswala kwanza hatia aibu familia, umeona bwana? Kwa hiyo hili swala sisi kama familia kwanza limetunyongonyeza, lakini pia kitu kingine ni aibu hata mtaani. Sisi tumewazoea nyinyi kwamba ni marafiki hata mtaani, watu wote wakiwajua, wakiwaangalia nyinyi wanawajua, wanajua nyinyi ni marafiki. Sasa kwa kitendo cha nyinyi kugombana, hampatani, mnakuwa maadui, mnapitana, msalimiani, kiukweli ni swala ambalo linafadhaisha. Na mimi pamoja na mama yenu tumekaa tumeonelea hili swala sio jambo la kufumbia macho kiukweli. Sisi ni watu wazima na utu uzima dawa. Umeona bwana, mshaona nyinyi ndio watoto, mshanyia mkono tena tuwezi kuukata. Mimi baba yako kidoti nimekuja, na kuomba mamangu, hebu yamalizeni wewe na ndugu yako. Haya mambo myamalize, mbona mambo madogo mamangu?
Hamna jambo lisiosameheka, msamehe ndugu yako naye akusamehe malize. Yaani baba ungejua alichokifanya Natalia. Isitoshe kiangalia yule ni rafiki yangu wa karibu sana. Yaani siri yangu yake, siri yake yangu. Kwa hiyo ninashangazwa sana na kitu ambacho amenifanyia. Ni kweli mwanangu, lakini hata vitabu vitakatifu vinazungumza kabisa kwamba samehe 7 mara 70. Na mtu akifanya kosa sio kosa, bali kosa huwa ni kurudia lile kosa alilofanya. Kwa hiyo mimi nakuomba, hebu tunaomba utupe nafasi ya mwisho. Mimi na mama yako tunamwekea dhamana Natalia, lakini pia tunaomba umpe nafasi ya mwisho sasa, mrekebishe haya mambo. Sawa mamangu Kidoti? Sawa baba, nimekuelewa. Niache nifikirie maombi yako. Asante sana Kidoti. Mimi nakushukuru sana. Nakushukuru sana kwanza kwa nidhamu yako. Wewe ni binti mzuri sana hapa kijijini kwetu. Watu wote tunajua. Kwa hiyo mimi kikweli nakushukuru sana kwa nidhamu yako na kwa binti msikivu. Mimi nikushukuru, lakini pia nikwambie tu kwamba mimi sikai sana. Umeona bwana nakushukuru lakini pia sikai sana. Hivi nimetokea hivi nikasema nipite mara moja kwako, lakini pia naenda nyumbani. Umeona Haya bwana, utanisaidia kumsalimia bwana Jaja? Haya, mwambie baba alipita bwana. Haya bwana. Haya nilikuwepo bwana. Haya. Wewe ulisema Kidoti anaweza kutunza siri. Wewe mke wako anajua kutunza siri kweli? Yaani mke wako ameshamwaga mchele kwenye kuku wengi. Sasa mbona unaongea maneno nusu? Yaani kama unanifumba, hebu nifumbue basi. Yaani imekuaje tena? Mke wako ameshaambia yani mimi mpaka naogopa hata sielewi nafanya kitu gani. Mke wako ana siri. Wewe umeniambia nenda kwa mke wangu, ukienda kumwomba msamaha mambo yatakuwa sawa. Kweli? Si ameshamwambia kila kitu? Mimi naamini mke wako ana siri yote. Mke wako ameshamwambia babangu kila kitu, ni mimi hapa sielewi. Yaani babangu mimi najua nishavurugwa mpenzi wangu, mimi sielewi. Nilivyokuona umenuna mpenzi wangu, nikajua sijui kuna kitu kikubwa sana kinakwamisha. Kumbe niko mimi namjua mke wangu na namjua yule kabisa. Hawezi kwenda direct kwa baba yako kumwambia ukweli. Yaani hawezi kabisa. Labda ungeniambia ameenda kwa mama, na kwa mama yako pia hawezi. Mimi namjua vile hivyo. Na ndio maana mimi nikakwambia wewe nenda. Hamna bwana. Usiwe mkali. Tatizo lako unawahi sana kupanic mpenzi wangu. Wewe nielewe. Nenda tena. Tena usipate mtihani wowote, wewe nenda direct mpenzi wangu. Mimi tena niende kwa mkeo? Bwana mimi siwezi penda. Mimi nitoke hapa tena niende kule nikajaibishe. Na najua kabisa kashamwambia babangu direct. Hapana, siwezi penda. Siwezi kwenda. Sasa unakuwa unasikiliza sasa. Mimi mwenyewe nitamwona. Naomba uende basi. Sawa. Sio hivyo mpenzi wangu. Utakwenda. Ndio. Unajua yani utusipende kuishi kwenye maisha ambayo yampendezi kila mtu. Ishi maisha yangu, maisha ya furaha. Ndio hivyo shoga yangu. Naomba msamaha. Mimi ni binti kama wewe. Na najua kuwa nimekosea na ndio maana niko hapa. Naomba msamaha. Ama kweli shetani kageuka malaika. Yaani wewe kunaomba mimi msamaha? Unataka kweli msamaha? Ndio nataka msamaha kweli yani. Na mtu ukiri makosa yake endapo ameona amekosea. Mimi niko hapa. Naomba unisamehe. Nimefanya vitu vingi sana lakini leo naona mwisho umenifika hapa. Nakuomba shoga yangu, niko chini ya miguu yako, naomba unisamehe please. Sasa naomba unisikilize. Kama unataka kweli mimi nikusamehe, nataka laki hizo. 500? 500. Sasa Kidoti mimi 500 naipata wapi? Kidoti na mwenyewe unajua mimi niko nyumbani, sina kazi aina yoyote. Ni mtu tu wa kushinda nyumbani, naipatia wapi? Kama una kingine cha kuongea ondoka. Kama huwezi kunipa 500 nikampelekea picha mamako. Usinipigie magoti Natalia. Hauna kazi? Wewe mwanamke utajua hapo kuipata. Na pia kumbuka, mimi na wewe tulisema tutaonyeshana. Hivyo basi, kama una 500 ya kunipa,
picha nampelekea mama yako azione. Sasa Kidoti tunaendaje kumuonesha mama yangu? Kwa nataka kuniumbua mimi. Si umesema una hela? Ndio sina hela, basi nichagulie adhabu nyingine yote kwa Mungu mimi nitatimiza. Naomba nichagulie. Mimi sina hela. Nataka 500,000. Kama huna nyanyua mbaraga zako uondoke. Usimpelekee mama yangu. Basi nipe 500,000 mimi nizifute. Tumalizane juu kwa juu. Ila kama uwezi nipelekee picha mama yako. Sasa Kidoti nampelekeaje mama yangu? Naomba unyanyuke uondoke. Na nakupa siku hizo 3. Ushaipata hiyo hela. Wewe unaifanya chizi wewe, mimi chizi zaidi yako. Ongezea siku Kidoti, please nakuomba. Nitapeleka picha kwa mama yako Natalia. Basi. Mimi nimejitahidi, nimeenda kwa mkeo. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kuomba msamaha. Lakini mke wako amenipa sharti moja. Nisipompa 500,000 ataenda kunitangaza. Kweli mpenzi wangu, na mimi hata sielewi hiyo hela naipatia wapi. Pole sana kwanza mpenzi wangu. Na pia yeye ni haki yake kufanya hivyo kwa sababu amekosewa. Kwa upande mwingine tunaweza tukasema amekomoa, lakini okay, tuachane na hayo. Mimi niko na wewe na nataka nihakikishe hili swala ni lazima kabisa. Yaani nakuisha. Kweli mpenzi wangu. Yes. Ila kama unavyonijua mimi sina kazi. Na nikisema ni kuahidi nitakupa 500,000 ni uongo. Sasa mpenzi wangu, mbona unanitisha sasa? No. Elewa point yangu. Yaani kuipata 500,000 kwa haraka sitoweza. Ila ni kuahidi tu mimi nitakupa 250,000. Kweli? Yeah. Nitapambana nipambanavyo. Nitahakikisha hiyo 250,000 naikupa. Sawa. Sasa wewe uache ujinga. Uende kwa huyo boya wako. Naye akakupa 250,000. Ndio, ili iweze kutimia 500,000 umpe. Na hakikisha sasa ule muda ambao amekupa yule mwanamke, yaani usipitilize hata siku hata masaa. Namjua akili zake. Yaani namjua na anajua kwamba mimi namjua. Kwa usije ukapitiliza. Sasa mpenzi wangu umeanza kunitisha. Mimi natamani hata niondoke hapa kijijini. Mimi siwezi. Maana wabongo najua tabia zao. Wataanza kunitangaza, afu itakuwaje? Yaani naogopa. Hata mamangu ili swala kilisikia. Please msaidie mpenzi. Tatizo wali kimbili, bali unabaki ili kulisolve. Kwa hiyo hata ukisema unakimbia unaenda wapi? Hemu baki, mimi nishajitolea. Niko na wewe sambamba mpaka linakuisha. Yeah. Kwa hiyo fanya ninavyokuambia. Yaani nikwambie tu kweli, ili swala kufika liwezekane. Kwa sababu mimi nishaamua. Sawa, nitakuwa na wabega. Ila hakikisha unaichukua hiyo kwa yule jamaa yule. Nguo za wazee nazo zinatoboka. Tatuka. Ili kote ninaibisha mimi. Sasa leo nipige sindano. Pige uzi. Iwe strong woman. Strong man. Unaona bana? Sasa hii hapa lazima nishone ikae vizuri. Bima chote wazee bana, ukishakuwa mzee yani huwezi kuona kitu. Hata ukijaribu kuingiza sehemu inakuwa
au nani auingii vizuri. Sababu macho yetu yaoni vizuri huu. Haya sasa hivi. Mwili ushaenda. Hapo. Hapo ajaenda tena da. Kwa hiyo ina maana uzi unachukulia mimi mjinga au si? Ngoja. Ngoja nionyeshe. Nimetangulia kuzaliwa kabla. Hivi vitu nimevikuta na vijua vizuri. Ngoja nipake mate. Mate yapindui. Yaani ukishapaka mate tu inaingia wenyewe. Yaani unaingia uzi wenyewe kiulaini ukishapaka mate. Mate yaongopi. Katika vitu ambavyo vidanganyi ni mate. Kitu kijifanya kigumu wewe paka tu mate. Uone. Sasa ngoja uone hapa. Na wengia bwana. Ngoja. Nimekata tena. Ngoja mate kama sijapaka mate vizuri. Ngoja pake mate vizuri. Ngoja wewe. Hai sitacheza tu. Wajaga. Anaende majuda. Ayo magodoro tumeweka maji. Magodoro tumeweka. Yamerudi tena. Atusikie milio. Yamerudi tena. Sijasikia milio. Kumzeke na uweza na uiba na kucheza. Sasa ngoja kutie uzi. We baba we. Ngoja nikutie uzi hapa. Usi unajifanya chanika unatatuka unaleta ubishi. Haya, hapa sindano tayari huyu ushaingia. Hapa. Kifungo ndo kinazingua hiki nashindwa kuweka nani zangu vizuri. Unaona bana? Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana. Ngoja kwanza sasa. Nikakaa hapa hivi. Kuna kwa hapa hivi. Jamani. We. Utakuja kuniua wewe mwanamke nani mtoto wewe? Mama ameondoka? Mama kaondoka muda hadi nishasahau. Nilikuwa naogopa kutoka, kumbe ameshaondoka. Sikizo naogopa au si? Niambie vipi? Nilikuwa nataka kuongea na wewe baba. Tuongee, mimi si nipo. Mimi nipo hapa tuongee. Yaani unajua sasa hivi tupo kwenye matatizo. Matatizo? Ndio. Ngoja kwanza Natalia. Unajua Natalia mimi na wewe sasa hivi tulipofikia hapa, wewe utakiwa kuwa unanificha. Ukijaribu ukiamua kuongea kitu unaenda direct tunanyosha maelezo. Mambo ya sijui unadandana hapa afu hebu nyosha maelezo mimi nikuelewe. Matatizo yapi? Yaani yote umeyataka wewe. Mimi nilikwambia zile picha tunazopiga tuzifute, lakini ukang'ang'ania isi picha sifute kwa sababu kuna password. Umeyataka wewe na sasa hivi siri shajulikana sasa. Toba. Wewe hebu kwa serious bana. Wewe Natalia nakuja. Zinaonekana? Wapi? Ndio tatizo. Zinaonekana wapi? Picha sasa hivi anazo Kidoti. Yesu. Mama. Kazipataje Kidoti? Sasa unaniuliza mimi kazipataje? Nikuulize wewe, hizo picha Kidoti amezipataje mpaka ziwe kwenye simu yake? Kuisha. Mama. Rest in peace ya Mungu. Sasa ngoja subiri kwanza kabisa. Unajua Natalia, hili tatizo lilipofikia kwa sasa hivi sasa limekuwa kubwa. Yaani ni kubwa kiasi kwamba sivyo kama unavyofikiria wewe. Yaani ni big tatizo, big problem, big match. Sielewa vizuri. Kwa hiyo hili swala hatutaki kulifumbia macho, hatutaki kulichukulia simple, hatutaki kulichukulia poa. Kwa sasa hivi hautaki kupaniki, sitaki kupaniki, hatutaki kulaumiana. Huu ni wakati wa kukaa chini na kujiuliza kuja tunafanya nini? Tunafanyaje? Tena nimejaribu kumfuata Kidoti na kumwomba msamaha na sitaka hizo picha. Kidoti kakataa.
Kidoti kasema sileti picha mpaka nipate 500,000. 500? Hili tukio ni kubwa kuliko unavyofikiria. Hii ni aibu kubwa sana kuliko ambavyo unaweza kuwa unafikiria. Cha kufanya hapa mimi na wewe, kabla mambo hayajawa mengi, kabla hatujaingia kwenye mtego wa panya, hapa cha kufanya mimi na wewe tujadili tunafanyaje. Basi, full stop. Asa unafikiria tunafanyaje? Nimepewa siku 3. 500,000 tunaipataje? Wow. Surprise. Yaani nimeshtuka, nilijua sio nini. Kweli? Kweli. Usishtuke bwana. Unajua ni mimi tu, sharukani wako, yani Arjun Jaja. Baby, unajua leo nimepita hivi, kuna sehemu moja imenikumbusha kitu cha zamani sana, alafu nilikuwa nakipenda. Kwa hiyo nikasema nikuchukulie kama surprise. Ni zawadi kwako, surprise. Mimi mambo ya surprise ndio siyataki. Kama umeficha kisu unataka kuniua. Okay. Unajua ili huwa unanipenda sana na mpaka nimekuletea naashiria kwamba nakupenda. Haya, acha mimi nilipokee. Safi. Niambie. Fresh tu, uko poa kabisa. Mimi niko poa, nashukuru Mungu. Nafurahi kusikia hivyo. Alafu leo nilikuwa na jambo moja tu nahitaji nikueleze mpenzi wangu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji uniazime pesa. Yaani Jeje, umeanza vizuri mwisho umeboronga. Yaani ushakiona kile kule ndani unataka chote kimalize. Kila siku leo biashara yangu hivi, leo kesho hivi, nipe laki, nipe sijui hivi. Mpaka ile yote utaimaliza Jeje. Hapana, unajua lakini mamangu, unajua ukinipa mimi pesa ni kama unawekeza tu sehemu. Kwa sababu unanipa then baadaye inakuwa ni zaidi ya hiyo. Kwa sababu hiyo issue ambayo nakwambia, ukinipa hiyo 300,000 nikafanikisha, napata mara 4 zaidi ya hiyo. Afu unanipa mimi si mume wako. Sasa toka nilivyokupa urudishi, kila nikikupa urudishi. Ya safari nikikupa naomba. Naomba unirudishie. Maana ile hela unajua kabisa tumepanga tufanye kitu fulani. Kwa sasa ndo nitakavyokupa alafu usiporudisha Jaja. Nazijua hasira zako mamangu. Nitairudisha. Tena namba mimi ndo nijiwekee riba na kurudishia 350,000. Sawa. Aya basi sawa, twende basi. Nakupendeaga hapo. Alafu unajua nakipenda hichi kisamvu. Leo tunachambua wote, wewe unapika mimi nafanya. Mama vipi jamani? Sisi tukamwagiana mafuta tu hapa bure. Za kazi. Vipi, mbona asubuhi huko? Kwani Natalia hajapika chai? Unafikiri mimi nimepata chai basi nani mke wangu?
Yaani hapa nilipo kuna changamoto kidogo inanisibu, inani confuse. Na kwa obvious. Umeona bwana? Yaani kuna mahali fulani kuna mchongo alikuwa anafanya wa kazi. Umeona bwana, sijui mimi mako sina kazi bali kwa nyumbani. Na mimi sipendi nani sio kitu kizuri. Umeona bwana? Kwa hiyo kuna mahali anafanya mchongo wa kazi. Sasa jamaa kaniletea majibu leo, kaniambia kazi fresh. Hamna tatizo. Lakini natakiwa 200 na hizo 2.5 shillings. Mbona bana? Kwa sababu anasema mkono mtupu wa ulambwi. Kuna ile mtukati ile, ukienda kuomba kazi kuna ile mtukati ile, lazima ombe chochote kitu kuminyia kidogo. Umeona bana? Sasa ile kitu ndio natakiwa. Sasa mimi kwa haraka kaona mimi nikichekecha kichwa hapa, nitachelewa kuipata na siwezi kuipata. Na nikiendelea kuchelewa utakuta mwana si wako. Anaweza akachukua nafasi yangu akampa mtu mwingine, mimi nikakosa kazi. Umeona bana? Ndio maana akasema nije kwako mke wangu nikulilie hali. Wewe utajua namna kunisaidia, uweze kunitupa. Umeona bwana? Mke wangu mimi naomba unisaidie. Uniazime shilingi hizo 250. Mimi nitakurudishia. Yaani haunipi bure, nitakurudishia hela yako. 250 tu basi. Sio hata hela nyingi. Sio kiasi kidogo unavokitaja. Yaani ni rahisi kukitaja lakini kupata kwake ni mtihani. Kwa sababu wewe mwenyewe unajua kabisa. Mimi hapa pesa napata baada ya wiki 2. Na unakumbuka kwamba nilikwambia mtaji wangu umelegalega. Ili mradi nikipata hiyo hela niongezee hapa msingi wangu. Na wewe hiyo hela unaitaka kwa haraka. Nitakusaidiaje hapo nafikiri? Jamani sikiliza kwa kitu moja. Yaani hiyo wiki 2 hizo kiukweli ni nyingi, kiukweli. Naweza kujikuta nakosa kazi. Sisi tunaweza tukasubiri sawa, mimi sina shida. Je, huyo mtu kule kazini ataweza kunisubiria mimi mpaka hizo wiki 2 ziishe? Umeona bwana? Ila mimi na wazo, ninawaza. Wewe kwenye vikoba vyenu kule, si ndio? Kama bado kupokea jina lako bado muda kupokea, kwenye vikoba vyenu kule unaweza kukopa. Unaweza kaongea na viongozi wako kule, wakukopesha 250. Umeona bwana? Na maana kesho si Jumatano? Yeah. Na kesho naenda vikoba. Kwa hiyo itabidi nikope tu dharura. Bwana. Wewe mke wangu mimi nakupenda. Haki ya Mungu tena mimi nishasema kabisa mimi siku nikija yaani ukirest in peace. Mimi nizikwe mimi haki ya Mungu na ukifa wewe usioze. Yaani kwa jinsi unavyonisafe, unavyonipenda, unavyonivumilia. Bwana wewe mwanamke jamani wewe. Mimi nimeumbwa kwa ajili yako na wewe umeumbwa kwa ajili yangu mimi. Umeona bwana? Mimi na wewe mpaka dunia itakapoisha. Afe mmoja kati yetu. Haya bwana, mimi sasa sikai sana. Shida yangu ilikuwa ni hiyo. Ngoja mimi nikuache. Hili swala ni la kazi. Na kazi ni msaada kwetu kwa sababu unajua sasa hivi mimi nahudumia familia mwenyewe. Hiyo sawa hiyo. Kwa sasa na maana ukipata kazi tutasaidiana maisha. Umeona Umeona Na mimi ndio maana nikasema mimi siwezi kusubiri mpaka jioni. Umeshindwa kabisa kunisubiri mpaka jioni nirudi tulizungumze hili swala. Mimi naona utachelewa kabisa. Hilo limeisha mama, mimi kwa sasa hata mambo mengi, acha mimi niende. Umeona? Hilo limeisha. Kazi njema. Nenda bwana. Haya bwana, mimi nilikuwa. Haya. Mimi nilikuwa. Haya. Naomba unisamehe please. Sasa naomba unisikilize. Kama unataka kweli mimi nikusamehe, nataka 500. 500. Sasa Kidoti mimi 500 naipata wapi? Kidoti na mwenyewe unajua mimi niko nyumbani, sina kazi aina yoyote. Ni mtu tu wa kushinda nyumbani, naipatia wapi? Kama una kingine cha kuongea ondoka. Kama huwezi kunipa 500 nikampelekea picha mama. Wewe Natalia. Bye mama. Kwa hiyo muda wote nilokutuma ndio umekuja kujiweka hapa? Amna mama. Una tatizo gani? Amna, ila kichwa kinaniuma. Kwa hiyo mimi nikikutuma wewe ndio kichwa kinakuuma
Hebu nikuulize swali. Mimi na wewe nani anamjua mwenzie vizuri? Kwa hiyo mbona kama unaniongopea? Kama ni haya mambo yenu ya kitoto, kwa nini msikae chini mkaongea mkamaliza? Naomba uniendee nilipokutuma. Wewe vitu gani tena vya kupumbavu mimi hata sivii kabisa. Unajua nini Natalia? Mimi waga napenda wakati wote nikuone ukiwa na furaha. Na huo ndo wajibu wangu kwako. Kwa hiyo nimepambana na nimefight vya kutosha. Na hatimaye Mungu amenisimamia hivi, nimepata pesa yote. Kweli mpenzi wangu. Na bila kupoteza muda mpenzi wangu, kwanza nikukabidhi pesa yako. Ninachokuomba, naomba uende moja kwa moja upeleke pesa ya watu. Yaani hakikisha haupitii sehemu yoyote. Na pia umeshachukua hela kwa yule boy yako? Sasa ningekuwa sijachukua mpenzi wangu, si ningekwambia. Nimeshachukua. Nakuamini. Basi mimi ngoja niende nyumbani nikachukua ile na hii hapa nimpelekee Kidoti, sawa? Sawa, ila nakusihi tena kuwa makini na nenda kapeleke pesa ya watu kabla yule hajakanda na hasira zake. Okay, sawa. Nakupenda. Bye. Umeniridhi. Sasa mimi nakula huko. Huko. Mimi nikatie kidogo tu hapa. Kata tu hapa. Taratibu sasa, angalia. Be serious. Be careful. Sasa huko na. Sasa hapa kibosi hapa. Yes, unakula wote. Wewe acha mimi nigonge tu hapa mkiangu. Madaktari wameniambia nile miwa ili niongezeke sukari kidogo. Nipate sukari na mimi nenepe. Lazima akwambie hivyo kwa sababu hii ni sukari halisia na maana haina madhara yoyote. Sawa. Alafu unajua leo nilienda Vikoba. Ulienda? Afu ndo Jumatano bana. Sawa, Nimekubaje? Umeenda kule? Wakaniambia wiki hii hawezi kutoa hela kwa sababu wiki ile wametoa sana hela. Kwa hapa tusubirie baada ya wiki 2 ndo nipate hela. Kwa nini sana nafanya hivyo lakini? Sasa ina maana ngoja kwanza. Ina maana wewe mke wangu umeshindwa hata kuwabembeleza kweli jamani, hata kuwabembeleza umeshindwa jamani, kweli mke wangu na wewe jamani. Hii swali la kwetu wote na wewe yaani ungefanya unavyoweza je. Bwana yetu. Wewe. Mimi sipendi bana. Kwa tia pressure mimi sitaki bana. Siku nyingine utakuja kuniua ujue. Tia tu na nia pressure tu hapa. Ungelegea. Ningeongeza kwenye biashara. Kwanza yeye nimepata. Mke wangu nikushukuru sana. Unaona bwana? Umeniokoa. Kitu kingine, leo jamaa namtumia. Hamna kulaza damu. Utakapofanikiwa wewe kwenye kazi yako. Mshahara kwanza tu ukipata tunaingiza kule kwenye biashara. Hiyo biashara ndio biashara mama. Umeona bana? Sisi tunakula hapa kila kitu nini utawala, yani kila kitu unafanya wewe kwa sababu ya nini? Ya pale mgawani. Kwa hiyo mimi nikipokea tu mshahara wa kwanza, hata kama una wasiwasi na mimi tuandikishane ukitaka. Mshahara wa kwanza wote utanipa tu nauli ya kuendea kazini. Basi. Huo mtamu, unajua unakaa kama hujaniambia kama. Ni mtamu. Sasa shoga yangu, lile dili lile lishakamilika. Na ninavyokuambia hapa mzigo ninao mkononi. Waacha we. Kwa sasa hivi umejaa. Na shoga yangu nilivyomtisha. Nilimpa siku hizo 3.
Kabla hata siku 3 hazijatimia kaniletea hela. Kamaliza mzigo wote. Aha. Kwa hiyo shogangu mbona nikatia shilingi ngapi? Shogangu hapo kusema eti ninakukatia kitu hapana. Kwa sababu shogangu zile hela nimezipambania. Hela shogangu zimenitoa jasho. Leo hii nitoe nikupe? Hapana, utanisamee tu shogangu. Makubwa hayo. Ukiastaajabu ya Musa utaona Firauni. Kweli nimeamini leo hii. Wahenga walisema. Yaani mimi nisuke mchongo, ni unyosho kae hivi. Mimi leo unanikataa. Hata kama hivi kweli wewe Kido wewe, maisha yako upochoka mbaya. Leo hii mimi unanisema tu unanikata juu kwa juu. Yaani hivyo kabisa hii kile rahisi unaongea. Ize. Tina, hela zangu mimi zinakuhusuni. Yaani hela zangu mimi nilizozipambania wewe zinakuhusuni. Au sio? Unajua na mjanja umewini mwenyewe. Sasa sisi tutaoneshana, tutajua nani mtoto wa mjini kati yangu mimi na wewe. Siwezi kupata 100, hata 50. Sikia nikwambie, si umemwaga ugali, mimi naenda kumwaga mboga, hakuna shida. Wewe usijetia mjuaje? Fresh, nimekuja mjini kabla yako, mimi nasepa. Nenda zako huko. Yangu mimi. Najiza mbona sikuoni ndani kumbe unaandaa mako. Vipi bwana? Sawa, ndo naenda. Jiandaa hapa niende kwenye leo kidogo nikaangalie. Naona sikuoni huko nani? Kumbe uko nje hapa unafanya mambo yako. Vipi shwari? Ndo naenda kwenye kazi zako. Kazi? Kazi gani? Hebu ngoja kwanza mke wangu. Mimi sitashindwa kuelewa. Wewe mimi kazi gani wapi na wapi? Mimi kazi zipi unazozungumzia wewe? Wewe si uniomba hela kuhusu kazi. Jesus, come on man. Uzee bwana, uzee tabu. Unakuja na mambo mengi uzee. Huwezi amini mke wangu sikumbuki chochote. By the way, sikiliza kwa kitu kimoja. Kuhusu ule mkwanja ambao ulinipa, umeona bwana yule jamaa naongea naye. Lakini ameniambia tena baada ya tena wiki 2. Umeona bwana? Sasa nimeshindwa kuelewa. Inaweza kana katupigia labda ni kweli lakini kiuhalisia mimi ninavyoona tuvute subira. Umeona bwana? Kwa hapa nilipo hapa jibu ambalo lipo la uhakika juu ya hiyo kazi ambayo nilikuomba hela kwa sababu ya alisema kwamba tuvute subira kidogo. Kwa hiyo sasa unaenda? Mimi bana naelekea hivi. Mimi naenda hivi. Naenda kuzurura hivi. Hamna kingine nachoenda kufanya. Kwani kuna tatizo?
Hamna. Oh, subiri chai. Unajua mke wangu wewe ni mama watoto wangu, wewe ni kipenzi changu. Kama kuna mahali kuna pendekezo, kuna dukuduku, kuna kipereto, kuna maoni, kuna jambo lolote ni swala la kupeana mawazo, kubadilishana mawazo. Mimi na tushakuwa ndugu sasa hivi, si ni mke na mume mwili mmoja. Kwa kama unaifikiri kuna sehemu kuna dukuduku au kuna pendekezo au kuna mawazo au kuna maoni mara popote kuna shida, wewe ni swala la kunishirikisha na kuniambia mimi mke wangu. Kwa sababu mimi nakujua, nimekaa naye muda mrefu sana. Ukiwa na furaha nakujua, ukiwa hauko sawa pia nakujua. Mimi ninapokuona naona kama hauko sawa leo kabisa mke wangu. Kama kuna shida niambie. Hamna shida. Uko sawa kabisa. Wewe mke wangu sio na wewe niwekee time kuja. Umeona Unaweza kashangaa na mimi huko. Napata kazi ya kusaidia fundi na mimi najenga. Umeona? Yaani mtembea bure sio sana mkaa bure. Umeona bana? Nani mtoto yuko wapi? Na Natalia. Ajaanza. Bado kalala. Basi mimi naacha mimi nitoke basi. Sawa. Sawa. Mimi mwanangu sikai. Nimetoroka tu mara moja kwenye biashara zangu kuja hapa. Lakini ujio wangu ulioniletea hapa mwanangu, mimi sifurahishi na haya maisha ambayo nyinyi mmeyachagua. Mimi najua tembo ashindwe na mkonga wake. Kwa hiyo nachukua majukumu yangu kama mzazi. Na kuhitaji wewe na mumeo muje nyumbani tuyazungumze ya maswala. Haya sio maisha. Na hapa tulipo ni afadhali kuliko tunapoelekea. Ni hicho tu mwanangu. Sawa mama, kwanza mimi nashukuru sana. Pia mama, hata mimi ili jambo usipendezwe nalo kabisa. Yaani binafsi yangu, moyoni mwangu kabisa, mimi simchukii kabisa Natalia. Na kuhusu swala la kikao mama, mume wangu leo akija nitamwambia. Kwa hiyo tutakuja mama yangu. Haina shida. Kwa hiyo mama umekataa hata kunywa maji jamani. Siku nyingine. Si unajua tena mambo ya biashara. Basi haya, msalimie baba. Haya. Mpenzi wangu, mbona umekaa kimya sasa? Uongee chochote. Yaani unapenda ukiniita alafu unakuja umekaa kimya, uongee chochote. Sasa uniambie sasa. Unajua ukimwona Kobe kainamisha kichwa chake chini, ujue anatunga sheria. Alafu kuna kitu kinaniumiza kichwa. Mama yako ameenda kumwambia Kidoti kwa kuna kikao. Sasa sijui kama una taarifa na kikao hiki. Kuna kikao? Kikao gani? Mimi mbona sina taarifa? Mimi Kidoti amenifikishia habari hiyo na sijui kama ananidanganya. Kwa hiyo nilihisi kuwa utakuwa na taarifa hizo kuhusu kikao. Sasa mpenzi wangu, ningekuwa na taarifa si ningekwambia mimi sijui kama kuna kikao nyumbani kwetu. Wewe ndio unaniambia sasa hivi. Okay, by the way, hata kama kutakuwa na kikao na tukiitwa tusiache kwenda. Na pia mimi ninachokusii, usiende tofauti. Chochote anachokuelekeza, chochote anachokuambia wakubalie. Lakini usiwaambie lolote kuhusu mimi na wewe. Au Kidoti kashamwambia mamangu? Sina hakika kwenye hilo. Maana iko kikao sielewi. Usikitilie hofu sana. Mimi naamini kitakuwa ni cha amani tu. Kweli. Sidhani kwa kweli. Lakini usije ukawa ni mtu mwenye hasira, maana ukiwa na hasira unaweza kurupoka chochote.
Unajua hichi kikao ninachoona, naona kabisa ni cha uhakika, kwa sababu natakiwa mimi niwepo kabisa. Na ninavyosikia ni kwamba mamako anataka suluhisho kuhusiana na ugomvi wa wewe na Kidoti. Kweli? Mimi nilikuwa na hofu mpenzi wangu. Usijali, ndio maana nikukwambia kuwa na amani. Alafu mimi sipendi bwana kuwa nakuja hapa kila siku. Kwani wewe hamna sehemu yote ya kukutania zaidi hapa? Mimi nimeshapachoka. Napenda tu tunakaa hapa. Nisikilize kitu. Naomba nikuahidi, siku ya birthday yako nitakupeleka beach. Tena Koko. Kweli? Ni beach yangu maarufu. Haya jamani, karibuni sana. Lakini pia niwapongeze kwa nidhamu yenu ya kuitika wito. Mimi sio mwongeaji sana. Lakini mke wangu ambaye sasa ni mama yenu, yeye amewaita sasa ni juu ya ugomvi wa Natalia pamoja na ndugu yake Kidoti. Nyinyi ni kama ndugu, tumekaa kwa muda mrefu sana, nyinyi mkiwa marafiki, watoto wanajua kabisa hapa mtaani kwamba nyinyi ni marafiki, tena zaidi ya marafiki. Sasa huu adui wenu unaoendelea kati yenu kiukweli haumpendezi Mungu, lakini pia haupendezi binadamu, lakini jamii haifurahishwi nao, lakini hata sisi pia kama familia kiukweli huu ugomvi wenu sisi hautufurahishi. Kwa hiyo mimi sio mwongeaji sana. Mwongeaji sana atakuwa ni mama yenu ambaye ni mke wangu sasa. Labda mke wangu. Sasa uwanja ni wako. Unajua katika dunia unaweza ukatenda kosa. Haijalishi ni kwa bahati mbaya ama ni kwa makusudi, lakini yote ni makosa. Mimi ni mzazi. Kidoti, wewe nimeishi na wewe kama mtoto wangu wa kumzaa. Kutokana na familia yako, kwa jinsi tulivyoishi kwa muda mrefu, na nikakuchukulia wewe kama mtoto wangu. Kwa hiyo hii hali ambayo inaendelea kati yako wewe na Natalia, mimi sikuridhishwa nayo. Na ndio maana nikachukua jukumu kama mzazi kuwaweka nyinyi chini. Na nilijaribu sana kumuuliza Natalia, kuna tatizo gani kati yako wewe na Kidoti? Hakuniambia chochote. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu. Panapo ukweli, uongo hujitenda. Panapo ukweli, uongo hujitenga. Labda niwaambie tu, sio kama sijui au labda kuna mtu kaniambia, nimesikiliza labda maneno ya kuambiwa, lakini nina ushahidi. Labda nikuonyeshe kwanza wewe mwenyewe. Naomba nile chooni bwana. Choo kipo, utaenda. Mama. Yaani tokea huko na kukimbiza wewe. Bibi. Tatizo nini? Yaani mama, ina kitu kiko nikisema hapa nakosea, kiko hapa. Aha. Sasa Tina,
Mimi nawe tunakaa nyumba moja. Kwa nini usinivumilie? Mimi naenda kuchukua tu supu hapo, narudi hapo. Mamangu, nina kitu ambacho kinaniumiza sana moyo wangu, kinanitesa. Kinanitesa sana mamaangu, na siwezi kuvumilia kukiacha kinaendelea hii tabia. Kwa nini usingenisubiria nyumbani wakati mimi naenda kuchukua supu tu mara moja narudi? Ni kweli mama, ningekuwa na uwezo wa kusubiria nyumbani, lakini kitu siwezi kukivumilia mama, kiko hapa. Naweza katema mate nikakibwaga hapo hapo hadharani. Kama wewe mwanangu, nimeishi nawe vizuri, na kama una shida nakusaidia. Tatizo gani nalokusumbua? Mamaangu, mimi naye tumeishi muda mrefu sana. Kwa nakuomba mamaangu, nitachokuambia, nitachokuonesha, kama nitakukosea mamaangu, naomba unisamehe. Mama, hiyo ndo tabia Natalia na baba. Kila siku hiyo ndo michezo yao. Ukiondoka tu kena kwenye mihangaiko, hiyo ndo michezo kila siku. Afu pia mama, kitu kingine, naweza nikakuuliza. Hivi karibuni baba alikuomba pesa? Basi hiyo pesa ni Natalia akamwagiza baba. Natalia akamwomba baba pesa ili ampelekee Kidoti. Sasa hapa Kidoti na usika vipi? Mama, kwani unajua kama Kidoti na Natalia ni wana ugomvi mkubwa sana? Au hujajua bado ugomvi wao ni kitu gani? Ugomvi wao, Natalia nikamchukua mume wa Kidoti, anatembea naye. Yaani inamaanisha ana mahusiano naye. Maana kutembea naye unaweza kusema anatembea barabarani, ila ana mahusiano naye. Kingine pia mama, haitoshi kwa Natalia. Kanadi kumwambia na niliu mume wake Kidoti ampe hela, ili tu huo uchafu usikufikie wewe. Mamangu, nilichoka kama ulivyochoka hivyo. Baba, niwaambie tu kitu kingine. Hizi ni picha. Na mlijitahidi sana kuzificha ili watu wasizijue. Ikafikia kipindi bwana mkubwa hapa akaja kuniomba hela. Akaniambia anafuatilia kazi. Kumbe ni kwa ajili tu ya kuendelea kuficha huu uovu ambao anaofanya. Na hapo hapo mwanangu naye hapa akaja kumuomba hela mke wake. Naye ni katika njia tu zake za kuficha huo uovu. Hizi picha sawa, zitavuja, kuna mitandao, watu wataangalia. Mwisho wa siku zitatoka katika fikra zao, vitakuja vitu vingine vipya. Lakini vipi kuhusu afya zenu? Vipi kuhusu afya yako? Mimi nililetewa kama wewe. Na sidhani kama huyu angekuwa baba yako angefanya hicho alichokifanya. Sisi ni waathirika. Na hii ni cheni ambayo imetembea. Hapa ilitoka ikaja kwangu mimi. Lakini pia hapa imetoka ikaja hapa kwa Natalia. Kwa Natalia imetoka ikaja kwa mume wako, marehemu mume wako. Imetoka tena kwa Natalia ikaja hapa kwa Jaja. Imetoka kwa Jaja imerudi kwa mke wake.
Sasa je, tujiulize maswali. Nyinyi ni wazima? Hatuwezi kujua. Mimi niliweka msingi thabiti kwa mwanangu. Ina maana nilimzaa sio mwathirika. Sasa nyinyi mmeweka misingi ipi kwa familia zenu za baadaye? Wewe ni mke na mume. Nyinyi hapo ni mke na mume. Hamna mtoto hata mmoja. Mnaijenga familia ipi hapo ya baadaye? Ni familia gani ambayo mtaiandaa kwenye maisha yenu? Wote ni watoto. Mimi huyu siwezi kumfukuza. Kwa sababu gani? Kwa hapa sisi tutamtambua huyu ni mwathirika, labda huenda mtu mwingine akajikinga. Lakini atakapotoka hapa na kwenda sehemu nyingine, anaweza kuongeza matatizo zaidi. Na huyu ni binti yangu. Siwezi kukutenga. Hata nyinyi siwezi kuwatenga. Lakini kinachotakiwa hapa cha kufanya ni kwenda kwenye vituo vya afya, kwenda kujua afya zetu. Mimi nishajijua. Sasa kazi imebaki kwenu. Na mtakapogundulika basi mtumie dozi kwa haraka sana. Kwa sababu kuugua sio kufa. Mama.